Karibuni watu wangu to the Atomics Media Podcast. Hii kitu tunafanya juu yenu. Kama wewe kuna kitu unasikia iko included yenye unataka, wewe tuchapie hapo kwa compensation kama kuna kitu unaona iende fiti, wewe tuchapie hapo. Kama ni aje. Juu hiyo nayo views zenye wametupea mtu wangu. Mmetuangusha wallahi. Sawa, wametuangusha lakini hiyo haitatua moyo. Bado tutasonga, si ndio? Inabidi. Sawa, so watu wangu, sisi tuko tayari, tunawaletea kila siku new topic discussions. So leo umetupangia nini baadaye? Leo nataka kuanza na Kanyari bro. Nataka kuanza Kanyari amefanya nini? Kanyari ni mtiaji mbaya. Amefanya nini? Umecheki story hiyo dem alikuwa ametoa sijui manguo kwa club. Hiyo story nimeicheki. So Mboicha ndana wa kumtetea. Hiyo nayo ni ukweli manze. A man is always alone. Kanyari, imagine Kanyari ameita huyo dem. Akampea 50k. Alafu kuna huyo jamaa mwingine alikuwa na haki miti huyu anani Pastor Jimmy. Huyo jamaa ana advocate mambo ya kansa. So nashangaa ni aje mtu ana advocate story ya kansa. Huyu Lambeste Kanyari anampea 10k. Alafu huyu Adhende anampea 50k. So lazima utembee uchi ndo hii Kenya ndo ubatike. So Mboicha naye isitembea uchi. Ukitembea uchi utaonekana wewe ndio utaonekana fala. Lakini bando unajua Kanyari bando ni Mboicha. Lakini mbona tusisimame na Mboicha? Sio Kanyari pekee. Niliona Musila pia. Musila ni fala ingine na sio wapi imfikie. Huyo anatafuta cloud. Ni cloud chaser. Huyo ni cloud chaser. Maze Mboicha we are on our own. That's the fact. The same week hiyo Musiri ameita huyo dem nini. Niliona jamaa fulani alikuwa amechomwa na bibi yake. Alikuwa amechomwa na maji moto. Musiri hajaenda atulete huyo jamaa ama anajaribu kumchangishia pesa ya OC. Lakini ndio huyo anasimama na Galtown hapa anamchangishia, alafu anajaribu sasa kuingiza siasa za kina Babu Owino. Hiyo nayo huyo maze. Musiri wewe ni fala. Wewe fanya kazi yako. Hiyo upuzi mingi social media kupenda kama demu. Achane nayo. Ama endelee tu na ile trend ya zamani. Alikuwa anatoa watu kwa street alitolewa hiyo sekta. Lakini bando najua alitolewa, lakini bando hakuambiwa asisaidie watu. Okay. So anaweza kuwa tu anapiga shughuli zake, lakini mambo na wanawake Mboicha ndio tumuone. Kwani tunadhulumiwa kila mahali. Mboicha ndio anadhulumiwa. The last show nilisema Mboicha ndio anazaribiwa na ikuwe yeye ndiye amedhulumiana. Ati anazaribiwa? Mboicha ndio anaribiwa na nani? Mboicha ndio anazaribiwa. Usikiangi kuna mtu hawezi abusiwa. Kuna anaribiwa na nani? Hakuna mtu hawezi abusiwa. Wapi wanaribu mimi. Mboicha ndio anaribiwa na nani bwana? Hakuna. Let me tell you one thing. Kitu mimi najua. A man is always guilty until proven innocent. But a woman is always innocent until proven guilty. Unaona the difference? Unajua ile kitu umesema, nataka tu concentrate hapo kwa rape. So unaona hapo kwa rape, mwanaume ndio bado atakuwa nani? Atakuwa guilty. Hapo wacho kuwa guilty sasa. Unajua mwanamke kupata sex ni rahisi. Lakini Mboicha ndio kila mahali. Mboicha ndio ni ngumu. Wewe mwanaume ukirepiwa shukuru Mungu bwana. Okay, so wenye kama ukitaka kurepu jamaa kwa available. Rapist mko wapi? Mimi sijaisikia Mboicha ndo amerepiwa. Amerepiwa na nani? Simgoje mnirepu saa hii. Okay, tuache na mambo ya rape. Unajua mwanamume akipigwa na bibi, bado mwanamume ndiye ako na makosa. Sasa unapigwa na bibi aje? Unaona? Kwani wewe ni kiwete? Okay, kwa hivyo mtu hawezi kupiga hata bahati mbaya. Bibi. Bahati mbaya aje? Mwanamke hawezi kupiga bahati mbaya. Tuseme wewe umeingia, unasikia kama mwenye alichomwa na maji. Umetoka kutupea hapa story ya mwenye alichomwa na maji. Si labda ukuu umelala. Si nimekwambia bahati mbaya, sasa nikuli. Basi unaona wanaume kuna wenye wamekaliwa. Sasa labda sasa kama huyo alichomwa, unaona kama huyo alichomwa na maji lakini yeye ndiye ako guilty sasa.
That's why hakuna hao influencer, hakuna mwenye alitoka kumtetea. Na sawa boy child tuko na wao. Lakini sasa unajua mwanaume saa zingine unafaa ujitetee. Ndio maana unaona tuko na women rep. Na hakuna men rep. Isipokuwa huyu nani Dr. Steve Maure, big up sana. Steve Maure ako na hii chama ya Mawe. Maendeleo ya wanaume na anatetea boy child sana. Hao wengine wote mtu wangu. Unajua asamani wewe mwenyewe ukisimama wewe ni authority. Unafaa ukisimama unaonekana yenyewe mwanaume amesimama. Lakini unajua things happen. Sasa kama hiyo kitu hiyo ndem na huyo Opondo. Sasa kama hiyo angejitetea aje? Nani boy child? Bro, ile kitu hao walikuwa lovers. Unajua shinda sasa nimejalia niko story katoka. Na ndio unasema Musile ni fala. Unakuja aje kutetea ndemo? Hiyo demo akitoa wa nyumba yako ana panti. Huyu jamaa yako anajua. Huyu jamaa alikuwa ametoka majuu. Ako na pesa, ako na do. Pesa ni kila kitu mtu wangu. Pesa ni kila kitu. Pesa nayo kama hauna ujue. By the way, as a man remember this. No one will respect you unless you have money. And you earn respect through kuwa na pesa. Juu wasichana watakupeleka tu hivi, you will be left there suffering alone. Alafu pia kuna story nimeona juzi mitandao imenibamba. Gani hiyo? Nimeona ndio fulani alikuwa anasema hizi ndawa za family planning zinafaa zitumiwe na wanaume. Mimi niliona nikasupport hiyo juu sasa. Let me tell you one thing. There is a reason hata Ngondi mwenyewe alipea mwanamke menopause, but a man ni mpaka death. Unaona? Sasa wanaume hawafai kuwa wanapanga uzazi. Mwanaume kuweka mandemu 3 mimba inatokea wapi na ndawa? Mbona wa mandemu wasitumie hizo ndawa? So unataka kumaanisha nani ako na makosa? Unajua vitu zingine hapa mkikaa mkisema sasa mbona wanawake wanatumia hizo mandawa unafaa mkisema hapa what a man can do a woman can do. Sasa utashindana aje na mtu kama mwanamke anaweza beba mimba moja kwa mwaka, lakini a man anaweza weka hata mimba 300 kwa hiyo mwaka mmoja. Sasa ndio maana tunataka sasa wanaume watumie hizo family planning. Wanaweka hizo mimba ndio wanafaa watumie family planning. Na nimemaliza hiyo story. Pia story ya by the way imetrend hii wiki ya Gachagua sijui amepigwa risasi, amepigwa Matiang'i kwa church. Na I think last month pia niliona akiwa amepost sijui story ya Kiambaa Church. So nashangaa huyu Gachagua ndiye alituuzia huyu rais tuko naye. Hapo kwa kuuza ni sawa, alimleta ni sawa. But unajua makosa hufanyika. Okay, kama mimi personally sijawahi support Ruto. Mimi kivyangu na sikumpigia kura. Mimi nilimpigia bro. Mimi nilisema najua kuna there is how we perceive things. Kuna vitu unaonanga as a reasoning person, kuna vitu unaonanga haziwezekani. Kama promises zake mimi nilikuwa naona zingine haziwezekani. Of which mingi zimetani kukua uongo. Okay, mpaka saa hii siwezi. Maybe amejaribu kidogo kufanya kazi kidogo, lakini bado watu walikuwa na expectations. Expectations ilikuwa mingi sana mimi. Kwanza time aliingia nilisikia ni kama baba yangu ameingia hapa kwa rais. Kilikuramba. Akijaniramba sana. Mimi niko hapa kwa Gachagua bando. Sasa Gachagua mimi si mtu wa siasa sana. Lakini mimi niliona kama
it was a kind of a mistake kufanya that impeachment. Lakini sasa Gachagua si alijua hiyo jamaa. Yeah. So sasa kimemramba, unajua Gachagua anafaa kwanza atulie. Awachane na sisi wa Kenya. Huyu jamaa alituuzia Ruto, akatuuzia kila mahali, alafu sasa anakuja kutuambia aliua watu wapi. So kwani ulikuwa unatuuzia mtu mbaya bro? Na ile kitu anaonja saa hii ni ile kitu alifanya. Sina ile alikuwa anapigwa marisasi Gachagua akiwa hapo tu. Sasa hiyo ni ndozi yake analipa bro. History inaambiwa inajirudia yenyewe. Sasa wewe utaki nataka apigwe risasi na Matiang'i mbaya. Unataka apigwe mbaya. Kwani unamchukia aje? Kwa sababu ndiye alituletea huyu jamaa. Alafu sasa hivi unajua kama Gachagua sasa yako DP angekuwa anatuambia hizo stories zote anatuambia. Lakini njoo alikuwa walimwimpeach. So anatuletea maneno mengi hizi shinda tunapitia ni juu yake. Sasa hizi shinda zote tunapitia. Unaona aje hii muungano ya United Opposition ya kina Gachagua, kina Matiang'i, kina Kalonzo, wani wakipamoa bro ni gumu. Wani wakimtoa? Ni gumu. Ni gumu. Uko sure ni tutam? Siko sure. Siwezi sema niko sure, lakini nayo Ruto ni ngumu bro. Ruto ni ngumu. Si eti iwezekani. Lakini kama huyu Gachagua ako na interest zake. Okay, in politics kila mtu uko na interest zake. Lakini unajua mimi unaona ikiwezekana wote wakuje pamoja. So kama ni kina Gachagua, kina Kalonzo, kina Matiang'i, wote sasa waweke tamaa zao kando. Waacha hata nisiseme ni interest, waweke tamaa zao kando. Waseme sasa tunataka kuokoa Kenya. Hapo wanaweza. Na nimeona pia taarifa nyingine nasema 56% of the current MPs hawatarudi parliament. Hiyo nayo ni kweli, lakini wangu watarudi. Hako ni mgani? Gembe Central. Anaitwa? Dan Kele huyo atarudi. Huyo ni one term. Bro, one term aje? Unalipia watoto wa form 4 wote visa alafu amelipia watoto wa gani na principal wanalalamika na watoto hadi wengine principal mgani? Wewe tafuta namba ya principal tusikie. Principal wamelalamika, news ziko kila mahali. News gani bro? Wewe kuna shule form 4 wamefukuzwa. Hakuna walai. Bro, hizo ni propaganda. Si nimeona zingine hata unajua kila mtu tetea mtu wake, lakini wanajaribu kuenda tu magazeti bro. Huyu kama ni ukweli alilipia angeanza chini. Tungeona ameanza na grade 10. Unajua kwa nini wale hawakuweza hata kwenda shule? Unajua kwa nini alianza na form 4? Umejisukuma umefika form 4, si ndio? Acha nitakukatisha nikupe sababu moja ya kuanza na form 4. Sababu kuu ya huyu mtu kuanza na form 4, form 4 ni potential voters next year, my friend. We know the drill. Hiyo ni potential voters next election. Hakuna mwenye wanga ameangalia wanafunzi kama voters. Nani amekudanganya? Ungesema hata wazazi wao, inge make sense kidogo. Sasa ameangalia wazazi na wanafunzi. Ukicombine hao watu pamoja na hiyo bro, niambie usome bado hakuna kazi hapo. Niambie from form 1 to form 4, si ndio? Ufike form 4 ufanye exam, alafu tuseme umepass. Time ya kuja clearance ikuwe sasa uwezi pewa certificate, uwezi pewa living, ndio ulienda na deni ya shule. Hiyo miaka yote kutoka form 1 si imekuwa waste? Kwani huyu mtu unasema akona eti amemlipia? Kwani kuna mwenye amelipia ndeni? Amelipa fees ya hii mwaka. Kama kuna mtu alikuwa na ndeni bado atajilipia. Hakuna, amemaliza clearance ya form 4 wote. Mko na evidence kwa karatasi? Bro, wewe nataka sasa ile evidence tunapata na ile taarifa inafika ni kwamba shule zingine principal amesema amemislead watu. Bro, hizi ni maending za magazeti. Kuna hata yenye nimeona imeandika hapo juzi sijui ya wamesema sijui mheshimiwa Kile sijui anda watu. Bro, hizo ni editing. Gazeti ni ya January 2024. Hao wasi wanafanya editing. Si mjaribu tafadhali. Mjaribu kupull up hizo editing ni za wana.
Sio uko sure ni za 2024? 2024. Hiyo nayo siamini yani nayo. Bro, si kuna images hapo si ucheki. Tunawekea wa viewers hapo kwa screen wa cheki. Nilisema niulize. Okay, niliona hiyo kabla ya hiyo kitu mfanyiwe, hiyo ilikuwa inasemekana mkutano ya kupeana nini hiyo basari. Hiyo basari. Wanatengeneza billboard. By the way, how much does a billboard cost? Unajua, bro, unafaa how much does a billboard cost? Sijui sijawahi tengeneza billboard. Okay, mimi nilisikia billboard cost up to 100,000. So imagine 100,000 from taxpayers kuadvertisia unakuja kuwapea pesa. Do you know let me tell you one first thing from taxpayers. Mheshimiwa ana mshahara. Hiyo nayo kitu ya pili, hiyo billboard ilikuwa imewekwa wapi? Tusindanganyane. Hiyo billboard ilikuwa wapi? Sikiza, tusindanganyane, vitu zingine hazifanyangu na mshahara. Asifanyangu na mshahara, si unalipo. Tusindanganyane. Another thing, kama nyinyi mnajiamini mmefanya kazi. Tuseme kama Ndindi Nyoro venye aliingia first term. Najua second term alifanya nini? The last general election, he was elected without a poster. The same thing will happen in Igembe Central 2027. There will be no single poster as ya mheshimiwa inajionea yenyewe. Hakutakuwa na poster Igembe Central. Are you sure? Very sure. Are you sure? Sure and I know. Hakutakuwa na poster. What if there will be? Kama zitakuwa. Tutabet. Okay, tumbeti saa hii. Hapana, lakini tutawekea wa viewers. Nataka tumbeti saa hii. Unataka tubeti ngapi? Wewe unataka ngapi? Hiyo acha. Wewe ndio uko sure. Mimi niko sure. Okay. Hii mambo ya Mboi Chawande mimi bando initoki. How many women are waiting for a single day for men to prove their love to them? Yani wanangoja, they are waiting for men to prove their love to them on Valentine's Day. Sasa kuna shinda gani ikiamua? Gacha unataka prove love yake kwako, I mean prove love yako kwake, kuna noma gani? Okay, so unataka kumaanisha all the other days the love is not proven. Hii nayo ni special day bro. So you are pia wewe on that day usiniingie kwa sababu you will have flowers. You will carry flowers. Mimi usiniingie. Mimi usiniingie bro, sina mtu wa kupelekea. Hauna mtu aje, huwezi kosa. Sina mtu. Saa hii hata kama hauna kuna yule atakuja kwako kwa lazima. Valentine's. Akikuja sinitampelekea maua. So when is simple? Si simple bro. Me, I believe every man giving flowers on Valentine's Day is a simple. Period. Unajua shinda yetu. Tuna follow mambo blindly bro. Aje, blindly aje. Wewe mwenyewe unaweza kuwa unapeleka maua lakini wa viewers unaambia mwenye atapeleka maua ni simple. Yeah, I can't take. Wewe mwenye bro, wanaume tunachochana mbaya. Chini ya maji. Siwezi. Mimi huwezi niambia nisipeleka maua. Tunaweza ambiana tusipeleke maua, mimi nakataa kupelekea wangu maua, wewe unanipiga kona unapeleka bro. Nakupiga kona napeleka. Wewe unanipiga kona unapeleka. Na mimi hiyo siku hata mkitaka nitawaletea mtu wangu aseme kama ameleta maua au kama nimeleta maua. Hii nayo hii sasa kwa hii dunia tutajua aje hiyo nayo si script. Si script aje. I'm not cloud chasing my friend. Mimi bro nitapeleka maua. Okay, wewe basi you are simple. Kumaanisha na prove love hiyo siku. Follow Sims wenzako basi. You are simple man. Si Christmas yuanga tuna celebrate sisi wote. You are simple. Oh, is that Christmas? Ni kama ni special. Okay. Christmas umesema tuna celebrate. But you know what? These people meant that their own day. That day is supposed to be a day of love. Why am I against men buying flowers? That day is supposed to be for them both of either couples, either boyfriend and girlfriend. But you know what? They took the day, man. Walichukua the day, they made it their own. Umekuja sasa. Kwani
So how comes, let me tell you one thing, how comes this is a day of lovers, but you are expecting more from men than what you will give? Bro, hapo umeongea kama wanaume watatu. Hapo. By the way, ndo nimepata concept yako sasa. Hii siku Valentine's Day ni ya wapenda nao. Si ya ladies. So how comes? Unasikia tuko side moja sasa. Unaona mimi leo nakupiga 10-0. Hapo mimi nakubaliana na wewe. Mimi ukiongea point nisikie, si lazima tubishane. Ndio kuna point umeongea na nimeisikia. Valentine's Day ni ya wapenda nao. How comes sasa ladies pekee ndio wana expect from men? Majamaa hapo tunakaliwa wallahi bila. Si lazima ikuwe ni sisi tunanunua maua tunapeleka. It can't be. Ama wanaume wa namba yangu ni sisi hatuja. Maybe. By the way, wanaume kama tunaweza pia kelele mingi na ikuwe ni sisi hatuja surprisewa bro. Si mtuambie kama mnambaiwa. Kama huwa mnambaiwa mazee mtuambie hapo. Mimi wallahi sijawahi pata maua. Hata mimi sijaipata maua. Nishainunua lakini sijawahi baiwa. Sijawahi pata maua mimi. Kwani tuko wapi? Kama wewe ni mwanaume na ushawahi pata maua manze tuambie hapo. Maybe you are one of the luckiest people in this world. Juu sisi tunajua Valentine's ni sisi tunapeleka. Unaona sasa my friend, wewe ulikuwa na wrong idea pia. Ndio nakwambia kaka na watu wenye wamerefuka. Pia wewe umerefuka. Sasa nimekubali point yako kanifanya fala. Lakini hapo hata kama nikunifanya fala, hapo bro nimekubali. Hapo. But that's the reality. Na by the way tunafaa tupange. Unaona kama sasa tuko pamoja. Unaona kama si masimu. Tunafaa sisi wote wanaume tukubaliane. Tuambiane hiyo siku. Hakuna kununua maua. Hakuna kununua. Si unapendana, si unapenda. Wewe ngoja mwenye anakupenda akuletee maua. Ama namna gani? Sijui kama watakubali tukubali. Waeleze bro. Tukubaliane hiyo. Asamani. Waambie kwa kamera. Waambie asamani. Mbona wewe kwenda unapeleka maua peke yako? Huwezi leta maua bro. That day is a day of lovers. So don't let girlfriends day. Sio girlfriends day. Kwa hivyo bro, hiyo maua waachana nayo. Okay, sasa nikuulize wewe, unajua umekuja tena kwa girlfriends day. Do you know girlfriends day ikifika, a girl is expecting a present on your birthday. The same girl atakuletea kitu, yes, expecting a present from you on boyfriend's day. That girlfriend anangoja a present from you. Don't leave that alone. On Father's Day anangoja kitu. Anangoja kitu. On Mother's Day bando they are and all the days. The ladies took all the days. They want present to be given to them every day. They want a gift every day. But bro, nilisikia hata siku ya ukimwi bando girlfriend atakuuliza baby nibaia nini. Once day pia wanataka mazawadi. That's so much concerning. Lakini bado na sisi wanaume hizo wamechagua chache ni zao. Sisi siku zote ni zetu. Sasa bro, mimi hiyo siku sinunui maua. Ununue basi. Pia mimi sinunui maua. Mimi nangoja. So ushaamua. Mimi nimeamua. Kwa hivyo ulikuwa umesema una mtu sasa wewe si mtu wa kuaminika. Huyu mtu ametoka kutuambia hana mtu. January ni mbali. I mean February ni mbali. February si mbali. Unajua kutoka leo mpaka date 14 mtu anaweza kuwa amekujia katikati hapo. Sahi, alafu kitu inanistua ni hata February haijafika bando. Mimi nilianza kuona status kuanzia date 10 January. Na unajua venye January ni msoto. Ati February utapata maua. By the way, wenye wanataka maua iko mbele ya Meru. We are waiting for flowers. When wanangoja maua iko mbele ya Meru town, a very beautiful town. The second largest city. The second largest town in Meru. Na mwanaume tukipatana na umebeba maua usiku tunakuunda mbaya. Vizuri sana.
hata mimi nimetii, nimekubali. Hiyo ni upuzi. Let me tell you one thing again, bwana. Kuna kitu kingine pia inaniumba. The reason why Boy Child is suffering. Boy Child is in crisis. One thing, today, if a man has a problem and goes looking for help, he may find no one to help him. But a woman looking for help will find more than 20 guys lining up to help that lady. Na sisi wanaume tunalamba lolo hapo. Wanaume hatupendani. So, it's time men we start supporting each other. Kabisa. Men we don't support each other. Mimi nashinda angwa. How comes where you are man? Ukose kusaidia a fellow man and then uende usaidie a lady. Bro, na huyu mwanaume huyu ndiye hata breadwinner. Yeah. By the way, mimi unajua hata watu wenye wanazunguka wanauza kahawa. Mungu mmoja. Mimi wana support wanaume sana. Mimi hata kwa business. Unajua mwanamke anaweza kuwa ako hustle lakini ako biashara nyingine yake na huko. Si ako biashara nyingine na huko, let me tell you. Unaweza pata hakuna venye. Unaweza pata mwanamke ako kazi. But at the end of the day bwana yake ata provide band. Yeah. But unaweza pata yule mwanaume anauza kahawa, hata huyo maybe bibi yake hana kazi. That man has to provide. Huyo mwanaume ndiye anasimama na kila kitu na familia. Lakini bando unaona wanaume bando kwa wanawake tu bro. Na tukijitoa kwa hiyo niita captive bro, tutaishi viti sana. Na tutajua kusupport each other. Mwanamke anatokea hapo anatembea ndethe, unasikia amekuwa brand ambassador. Mwanaume ukitembea ndethe, mtu wangu, zile viboko zitatembea huyo matao, hata unaweza fungwa. Unapata unaweza fungwa bro. Na watu watakuona chizi, lakini dem unatembeaje ndethe alafu unakuwa brand ambassador. Wako wanaume wamehustle ma comedians lakini bro hajaangukia kazi. Hajaangukia. Lakini dem azee unapata dem anafanya kazi the same na mwanaume. But unapata huyo dem ana make more sense than the man. Someone told me, I don't know if this is a real story or no, that especially ladies wenye wanafanya real estate. Unapata mzaya amekuja hapo anataka kununua tuseme ni nyumba na hiyo ni ya 20M. Unajua huyo mzaya lazima umpe chenye anataka kununulia. That is demo akiwa anauza ama? Yeah, demo akiwa anauza. So tell me, you are a man, you are competing with that girl. Na matako yako haitakusaidia kama ya mwanamke. Men maze, for you as a man to gain respect, you have to create your own respect. You have to hustle. Kwa sababu wewe utatoa nguo kama demu. Yeah, demu atatoa panty na hivyo kazi ingiane. As a man you have to earn your respect. You earn respect through working on yourself, through discipline and being careful with these ladies still. Kama utakuwa careful na wao, bro atakupeleka mbaya. Atakupeleka mbaya sana. Unajua atakupeleka mbaya alafu sasa waanze kutafuta mtu focus na life. Wewe watakutumia na hizo masenti unapata. Yeah, that's what women do. That's why unapatanga kila mwanamke anataka a stable man. Unaona? Every woman wants a stable man. Unaendanga unapata but saa zingine things surprise me. Unapata watu wako na demands. Kuna demand eti venye umejiwekea standard, venye huwezi olewa na mtu ana kakitu. Wewe mwenyewe hauna kitu. Hauna. Baba yako hajanunua gari yako na miaka 50. Mimi unataka nitoe wapi bro? Okay, sasa nikuulize, kuna story nyingine bado hapo kwa kutetea boy child. Nikuulize wewe unapata uko na mtu wako. Unapata that person hasa tuseme akona kijana kama mwanaume. As you kama wewe, will you accept your girl to have a man as a friend?
Mimi nikuwa baba ya msichana ama wewe sasa wewe ukiwa wewe sasa bibi yako, will you accept your wife to have a man as a friend? Lakini baba yake nothing else. Kama si baba yake ni brother yake. So mimi kuna mtu niliuliza kaniambia ndema anafaa kuwa na marafiki. Do you know every boy friend in kila boy ina, yani kama we ni rafiki ya ndemu, kila mwanaume akuwe na ndemu kama rafiki yake, anatakanga huyo ndemu. Bro, yule best ya demu yako mwenye tu atachi kumkula, labda akuwe gay. So hiyo ndo wewe umesema. Hao wengine wote hata kumkula. Hiyo ni lazima bro. Mimi ni kama ikuwe demu wangu amekuwa alafu nisikie ukisema eti mtembei ni crush. Crush hiyo ni ufala gani bro? Kuna mwingine niliuliza unasema sasa ngao lazima ukuwe na rafiki ya a male friend. Nilimuuliza while you are growing up, ushawaona mama yako akiwa na bestie? Mama yako uliona akiwa na bestie wangapi? Uliona akiwa na bestie wangapi? Ndio sasa utaje kusema huyu ni bestie. So hakuna kitu tunafanya. Hizi story za bestie, sijui bestie. Unaona story ya Mulamo amekuwa na bestie wangapi? Mulamo hajawahi na bibi ni bestie. Na watu wako na mimi? Na watu wako na watoto. Wewe niliona wakiambia Mulamo akitoka kwa nyumba asubuhi anafaa kutoanga akiwa amevaa condom. Ndio anaenda anapatana na bestie, anadunga mimba. Anaenda anapatana na bestie, anadunga mimba. Kwa hivyo Mulamo akitoka asubuhi waacha avae CD. Aenda nayo kama amevaa. Aenda nayo kama amevaa. Lakini mimi naweza sema hata huyo bestie anadunga pia ako na makosa. Huyo ana makosa. Ana makosa. Kama ni Biblia ama ni watu wanasemanga ni viumbe dhaifu. Viumbe. Sasa kama Bible inawaita viumbe dhaifu. Sisi ni nani tukubali si dhaifu? Sisi. Sawa basi. Hata wale unaonanga wa church, by the way niliona hata leo akitolewa mapepo na Pastor Ezekiel. Wale unaonanga wanatolewa mapepo kwa church ni kina nani? Lendes. Rangi ni Lendes, lakini mimi story ya church sitaki kuongelea. Kwa nini bro? Ikifika ni story na yoyote inahusu story ya church ni sawa, lakini baada hata mimi naheshimu church. Lakini bando si uko na akili zako mzuri. Uko nazo na ni mtu mzima. Na uko na pia sijui ni Biblia, sijui kitabu ni gani inasema tukue makini tusije tukandanganya. Sasa hata story za war, hata war utaanza kuongea maneno yake. Mimi sasa tuende story nyingine. Mimi by the way na sio siri. Mimi nilisemanga any discussion involving God, whether it's a pastor, whether as in kama wewe umeona hayuko sawa, just leave that pastor alone. Hapana bro. Tunafaa tuchanuane, tufunguane macho. Me I won't engage with things involving God. Kama ni wachanue peke yangu. Wewe. No, kila mtu ako na reason zake za kufanya vitu zake. But so hiyo nitakuja peke yangu, one man solo. Niwachanue. Mimi niko na mingi sana. Hizo nitakuja niwachanue peke yangu. Ndugu yangu hataki laana hapa. Mimi sio nayo. Alafu sasa brother. Okay. Hii mambo ya boy child mimi bando initoki. How many women are waiting for a single day for men to prove their love to them? Yani wanangoja, they are waiting for men to prove their love to them on Valentine's Day. Sasa kuna shinda gani kiamua? Gacha unataka prove love yake kwako, mimi prove love yako kwake, kuna noma gani? Okay, so unataka kumaanisha all the other days the love is not proven.
Hii nayo ni special day bro. So you are pia wewe on that day mimi usiniingie kwa you sababu will have flowers. You will carry flowers. Mimi usiniingie upeleke. Mimi usiniingie bro, sina mtu wa kupelekea. Hauna mtu aje, huwezi kosa. Sina mtu. Saa hii hata kama hauna kuna yule atakuja kwako kwa lazima. Valentine's. Akikuja si nitampelekea maua. So wewe ni simple. Si simple bro. Me I believe every man giving flowers on Valentine Day is a simple. Period. Unajua shinda yetu. Tuna follow mambo blindly bro. Aje, blindly aje. Wewe mwenyewe unaweza kuwa unapeleka maua lakini wa viewers unaambia mwenye atapeleka maua ni simple. Yeah, I can't take. Wewe mwenye bro, wanaume tunachochana mbaya. Chini ya maji. Siwezi. Mimi huwezi niambia nisipeleka maua. Tunaweza ambiana tusipeleke maua, mimi nakataa kupelekea wangu maua, wewe unanipiga kona unapeleka bro. Nakupiga kona napeleka. Wewe unanipiga kona unapeleka. Na mimi hiyo siku hata mkitaka nitawaletea mtu wangu aseme kama ameleta maua au kama nimeleta maua. Hii nayo hii sasa kwa hii dunia tutajua aje hiyo nayo si script. Si script aje. I'm not cloud chasing my friend. Mimi bro nitapeleka maua. Okay, wewe basi you are. Basi kumaanisha na prove love hiyo siku. Follow sims wenzako basi. You are simple man. Si Christmas yuanga tuna celebrate sisi wote. You are simple. Oh, is that Christmas? Ni kama ni special. Okay. Christmas umesema tuna celebrate. But you know what? These people meant that their own day. That day is supposed to be a day of love. Why am I against men buying flowers? That day is supposed to be for them both of either couples, either boyfriend and girlfriend. But you know what? They took the day, man. Walichukua the day, they made it their own. Umekuja sasa. Kwani? So how comes, let me tell you one thing. How comes this is a day of lovers, but you are expecting more from men than what you will give? Bro, hapo umeongea kama wanaume watatu. Hapo. By the way, ndo nimepata concept yako sasa. Hii siku Valentine's Day ni ya wapenda nao. Si ya ladies. So how comes? Unasikia tuko side moja sasa. Unaona mimi leo nakupiga 10-0. Hapo mimi nakubaliana na wewe. Mimi ukiongea point nisikie, si lazima tubishane. Ndio kuna point umeongea na nimeisikia. Valentine's Day ni ya wapenda nao. How comes sasa ladies pekee ndio wana expect from men? Majamaa hapo tunakaliwa wallahi bila. Si lazima ikuwe ni sisi tunanunua maua tunapeleka. It can't be. Ama wanaume wanamba yango ni sisi hatuja. Maybe. By the way, wanaume kama tunaweza pia kelele mingi na ikuwe ni sisi hatuja surprisewa bro. Si mtuambie kama mnambaiwa. Kama huwa mnambaiwa mazee mtuambie hapo. Mimi wallahi sijawahi pata maua. Hata mimi sijaipata maua. Nishainunua lakini sijawahi baiwa. Sijawahi pata maua mimi. Kwani tuko wapi? Kama wewe ni mwanaume na ushawahi pata maua manze tuambie hapo. Maybe you are one of the luckiest people in this world. Juu sisi tunajua Valentine's ni sisi tunapeleka. Unaona sasa my friend, wewe ulikuwa na wrong idea pia. Ndio nakwambia kaka na watu wenye wamerefuka. Pia wewe umerefuka. Sasa nimekubali point yako kanifanya fala. Lakini hapo hata kama nikunifanya fala, hapo bro nimekubali. Hapo. But that's the reality. Na by the way tunafaa tupange. Unaona kama sasa tuko pamoja. Unaona kama si masimu. Tunafaa sisi wote wanaume tukubaliane. Tuambiane hiyo siku. Hakuna kununua maua. Hakuna kununua. Si unapendana, si unapendo. Wewe ngoja mwenye anakupenda akuletee maua. Ama namna gani? Sijui kama watakubali tukubali. Waeleze bro. Tukubaliane hiyo. Asamani. Waambie kwa kamera, waambie Asamani. Mbona wewe kwenda unapeleka maua peke yako? Huwezi letea maua bro. That day is a day of lovers. So don't let sio girlfriends day. Sio girlfriends day. Kwa hivyo bro, hiyo maua waachana nayo. Okay, sasa nikuulize wewe, unajua umekuja tena kwa girlfriends day. Do you know girlfriends day ikifika, a girl is expecting a present on your birthday. The same girl atakuletea kitu, yes, expecting a present from you
on boyfriend's day, that girlfriend anangoja present from you. Don't leave that alone. On Father's Day, anangoja kitu. Anangoja kitu. On Mother's Day, bando the Yahweh, and all the days. The ladies took all the days. They want present to be given to them every day. They want a gift every day. But bro, nilisikia hata siku ya ukimwi bando girlfriend atakuuliza baby nibaia nini. Aya. Once day pia wanataka mazawadi. That's so much concerning. Lakini bado na sisi wanaume hizo wamechagua chache ni zao. Sisi siku zote ni zetu. Sasa bro, mimi hiyo siku sinunui maua. Nunui basi. Pia mimi sinunui maua. Mimi nangoja. So ushaamua. Mimi nimeamua. Kwa hivyo ulikuwa umesema una mtu sasa wewe si mtu wa kuaminika. Huyu mtu ametoka kutuambia hana mtu. January ni mbali. I mean February ni mbali. February si mbali. Unajua kutoka leo mpaka date 14 mtu anaweza kuwa amekujia katikati hapo. Sahi, alafu kitu inanistua ni hata February haijafika bando. Mimi nilianza kuona status kuanzia date 10 January. Na unajua venye January ni msoto. Ati February utapata maua. By the way, wenye wanataka maua iko mbele ya Meru. Waiting for flowers. When wanangoja maua iko mbele ya Meru town, a very beautiful town. The second largest city. The second largest town in Meru. Na mwanaume tukipatana na umebeba maua siku tunakuunda mbaya. Vizuri sana. Hata mimi nimekubali. Hiyo ni upuzi. Let me tell you one thing again, bwana. Kuna kitu kingine pia inaniumba. The reason why Boy Child is suffering. Boy Child is in crisis. One thing, today, if a man has a problem and goes looking for help, he may find no one to help him. But a woman looking for help will find more than 20 guys lining up to help that lady. Na sisi wanaume tunalamba lolo hapo. Wanaume hatupendani. So, it's time men we start supporting each other. Kabisa. Men we don't support each other. Mimi nashinda angwa. How comes where you are a man? Ukose kusaidia a fellow man and then uende usaidie a lady. Bro, na huyu mwanaume huyu ndiye hata breadwinner. By the way, mimi unajua hata watu wenye wanazunguka wanauza kahawa. Mungu mmoja. Mimi wana support wanaume sana. Mimi hata kwa business. Unajua mwanamke anaweza kuwa ako hustle lakini ako biashara nyingine yake na huko. Si ako biashara nyingine na huko. Let me tell you. Unaweza pata hakuna venye. Unaweza pata mwanamke ako kazi. But at the end of the day bwana yake ata provide band. But unaweza pata yule mwanaume anauza kahawa, hata huyo maybe bibi yake hana kazi. That man has to provide. Huyo mwanaume ndiye anasimama na kila kitu na familia. Lakini bando, unaona wanaume bando kwa wanawake tu bro. Na tukijitoa kwa hiyo niita captive bro, tutaishi viti sana. Na tutajua kusupport each other. Mwanamke anatokea hapo anatembea ndethe, unasikia amekuwa brand ambassador. Mwanaume ukitembea ndethe mtu wangu zile vibogo zitatembea huyo matao, hata unaweza fungwa. Unapata unaweza fungwa bro. Na watu watakuona chizi, lakini dem unatembeaje ndethe alafu unakuwa brand ambassador. Wako wanaume wamehustle ma comedians lakini bro hajaangukia kazi. Hajaangukia. Lakini dem azee unapata dem anafanya kazi the same na mwanaume. But unapata huyo dem ana make more sense than the man. Someone told me, I don't know if this is a real story or no, that especially ladies,
wenye wanafanya real estate. Unapata mzaya amekuja hapo anataka kununua, tuseme ni nyumba na ni ya 20M. Unajua huyo mzaya lazima umpe chenye anataka kununulia. That is demo akiwa anauza ama? Yeah, demo akiwa anauza. So tell me, you are a man, you are competing with that guy. Na matako yako haitakusaidia kama ya mwanamke. Man maze, for you as a man to gain respect, you have to create your own respect. You have to hustle. As a man, you have to earn your respect. You earn respect through working on yourself, through discipline, and being careful with these ladies still. Kama utakuwa careful na wao, bro atakupeleka mbaya. Atakupeleka mbaya sana. Unajua atakupeleka mbaya, alafu sasa waanze kutafuta mtu focus na life. Wewe watakutumia na hizo masenti unapata. Yeah, that's what women do. That's why unapatanga kila mwanamke anataka a stable man. Unaona? Every woman want a stable man. Unaendanga unapata but saa zingine things surprise me. Unapata watu wako na demands. Kuna demand eti venye umejiwekea standard, venye huwezi olewa na mtu ana kakitu. Wewe mwenyewe hauna kitu. Wewe hauna. Wewe baba yako hajanunua gari yako na miaka 50. Mimi unataka nitoe wapi bro? Sasa nikuulize, kuna story nyingine bado hapo kwa kutetea boy child. Nikuulize, wewe unapata uko na mtu wako. Unapata that person. Yeah. Hasa tuseme akona kijana kama mwanaume. As you kama wewe, will you accept you to have a man as a friend? Mimi nikuwa baba ya msichana ama wewe sasa wewe ukiwa wewe sasa bibi yako, will you accept your wife to have a man as a friend? Lakini baba yake. Nothing else. Kama si baba yake ni brother yake. So mimi kuna mtu niliuliza kaniambia eti ndema anafaa kuwa na marafiki. Do you know every boy friend in kila boy ina, yani kama we ni rafiki ya ndemu, kila mwanaume akuwe na ndemu kama rafiki yake, anatakanga huyo ndemu. Bro, yule best ya demu yako mwenye tu hataki kumkula, labda akuwe gay. So hiyo ndo wewe umesema. Hao wengine wote hata kumkula. Hiyo ni lazima bro. Mimi ni kama ukuwe demu wangu ama ukuwe fa, alafu nisikie ukisema eti Mutembe ni crush. Crush hiyo ni ufala gani bro? Kuna mwingine niliuliza unasema etasa ngao lazima ukuwe na rafiki ya a male friend. Nilimuuliza, while you are growing up, ushawaona mama yako akiwa na bestie? Mama yako uliona akiwa na bestie wangapi? Uliona akiwa na bestie wangapi? Ndio sasa utaje kusema huyu ni bestie. So hakuna kitu tunafanya. Hizi stories za bestie, sijui bestie. Unaona story ya Mulamo amekuwa na bestie wangapi? Mulamo hajawahi na bibi ni bestie. Na watu wako na mimi? Na watu wako na watoto. Wewe niliona wakiambia Mulamo akitoka kwa nyumba asubuhi anafaa kutoanga akiwa amevaa condom. Ndio anaenda anapatana na bestie, anadunga mimba. Anaenda anapatana na bestie, anadunga mimba. Hivyo Mulamo akitoka asubuhi wacha avae CD. Avae aenda nayo kama amevaa. Acha aenda nayo kama amevaa. Lakini mimi naweza sema hata huyo bestie anadunga pia ako na makosa. Huyo ana makosa. Ana makosa. Kama ni Biblia ama ni watu wanasemanga ni viumbe dhaifu. Viumbe. Sio kama Bible imewaita viumbe dhaifu. Sisi ni nani tukubali si dhaifu? Sisi. Sawa basi. Hata wale unaonanga kwa church, by the way niliona hata leo akitolewa mapepo na Pastor Ezekiel. Wale unaonanga wanatolewa mapepo kwa church ni kina nani? Ladies.
Wengi ni Lendes, lakini mimi story ya church sitaki kuongelea. Kwa nini bro? Mimi ikifika ni story na yoyote inahusu story ya church ni sawa, lakini baadaye hata mimi naheshimu church. Yeah. Lakini bando si uko na akili zako mzuri. Uko nazo, na ni mtu mzima. Na uko na pia sijui ni Biblia, sijui kitabu ni gani inasema tukue makini tusije tukandanganya. Sasa hata story za war, hata war utaanza kuongea maneno yake. Mimi sasa tuende story nyingine. Mimi by the way na sio siri. Mimi nilisemanga any discussion involving God, whether it's a pastor, whether as in kama wewe umeona hayuko sawa, just leave that pastor alone. Hapana bro. Tunafaa tuchanuane, tufunguane macho. Me I won't engage with things involving God. Kama ni wachanue peke yangu. Wewe. No, kila mtu ako na reason zake za kufanya vitu zake. Kila mtu ako na reason zake za kufanya vitu zake. But sawa, hiyo nitakuja peke yangu, one man solo. Ni wachanue. Mimi niko na mingi sana. Hizo nitakuja ni wachanue peke yangu. Ndugu yangu hataki laana hapa. Mimi sio nayo. Yeah. Tumewashukuru sana watu wangu, na hiyo video hiyo last episode tafadhali mtusukumie, kama kuna makosa mturekebishe, kama mko na idea mtupe, kama uko na story. Na by the way kuanzia next week tunataka pia tuwatafutie guest wakuje tupige story hapa na pale. Na pia kama uko na story yako, ukiwa msanii, story personal, story unataka kushare na sisi, unaweza DM ili tupige story. So kuanzia next week watu wangu tutakuwa tunawatafutia guest tupige story, na pia nyinyi mtu support. Previous episode mtu wangu sitaji kutaja views, lakini umetupea views za wana sana. Kama ni aje. Kwa hivyo mtusukume till next week tuonane. Ama ni venye nilichelewa drop. Mimi tunao tulichelewesha kidogo. But sasa wanafaa watuelewe. Ndio tunaanza. Bando itakuwa inakuja even twice per week. Ni mdogo msitupeleke mbio sana. Mambo venye Ruto anawaambia pole hivi mambo inakuwa mzuri. Till next time, God bless you. Barikiwe sana.